Mtumishi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena wakati mzuri ambao Mungu ametupa neema hii ya ajabu. Leo kuna jambo ambalo natamani tuligusie tunapoelekea mwaka mwingine mpya. Na hilo jambo ni kitu kinachoitwa akili na imani. Au kwa lugha nyingine tunaongea reasoning na faith. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Misali 3:5-6, mtumishi wa Bwana Suleiman anatuambia kwamba mtumainie Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, wala usizitegemea akili zako wewe mwenyewe. Na katika njia zako umkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kweli tunazo akili, lazima tutumie akili, na ndio maana ametumia neno tu, kwa sababu akili zinahitajika katika maisha. Na ndio utofauti ambao Mungu alitupa sisi wanadamu na viumbe vingine. Tuna uwezo wa kufanya reasoning. Ni mojawapo ya tabia ya utofauti kabisa inayotofautisha sisi na viumbe vingine. Lakini mtumishi wa Bwana, kumbuka akili ina mipaka. Unafika sehemu unafikiri, unafika mwisho, unahitaji kitu kingine cha kukusaidia kuvuka mahali pale. Mfano, wana wa Israeli walipokuwa wanakaribia kuvuka pale baharini, mbele wanaiona bahari, nyuma wa Misri pembeni milima. Wakawaza tutafanya nini? Wakaona hapa hakuna cha kufanya, hapa tutakufa. Wakaanza kupiga kelele na kulaumu. Maana yake nini? Wale watu waliwaza wakafika mwisho, lakini bado hawakukumbuka matendo makubwa ya Mungu aliyoyafanya kule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya imani, alivyoweza kushughulika na Farao mpaka akawaachia waondoke. Lakini Musa akagundua kwamba hapana, yuko aliyetutuma, liko neno lake, yeye asiyeshindwa. Kwa sababu mwanzoni alimwambia Musa alipojitambulisha kwamba wana wa Israeli, niko amekutuma, ambaye ni Yawe. Akamkumbuka Yawe ndiye mwenye kazi hii, akamshirikisha Yawe akatoa maelekezo, na mwisho wa siku wakavuka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Akili usema haiwezekani. Kuna wakati akili inasema haiwezekani. Lakini pia akili ina tabia kupima vitu kwa uzoefu. Ndio maana ninasema we are learning from experience. Uzoefu unasemaje? Hiyo ni akili. Bwana Yesu asifiwe. Na uzoefu ukifeli, imefika mwisho. Lakini pia akili huwa inaangalia mazingira. Kwamba haya mazingira kweli yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye habari ya mazingira hapo, kuna mtu mmoja mtaani aliniambia kuna wakati alifika sehemu kwenye ule mtaa akihamia. Alipohamia akaona fursa kuweka duka, kuwa na duka. Lakini yeye akaanza kuwaza, lakini hao watu wachache walio kwenye mtaa, wengi naona wanaenda mjini, wana magari nini. Maana yake hapa kwangu hawataweza kununua, sitapata wateja. Nisubiri kwanza watu waongezeke. Mara kuna mtu akaja kufungua biashara mahali pale. Mtu alipofungua biashara ikakuwa sana kwa kasi, duka likawa kubwa. Yule mtu akaanza kujilaumu, ningejua ningeusikia moyo, ningefanya. Lakini aliisikia akili ikaanza kumpa fakta za mazingira. Na ndivyo hivyo pia katika maisha yetu shetani amefanya. Taka kufanya jambo, Mungu amesema na moyo wako fanya jambo fulani. Akili siku zote huwa inapingana na roho. Ikaanza kukupa fakta. Mwisho wa siku ni kweli lazima ufanye reasoning, lakini mwisho wa siku acha imani ifanye kazi, acha moyo ufanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe akili huangalia mazingira, lakini pia akili hufika mwisho. Kuna watu yawezekana ongea nao, wamewaza wamefika mwisho, hawana njia pa kutokea. Lakini rafiki yangu, tunaelekea mwaka 2026, tunaelekea majira mapya. Muamini Bwana. Muamini Bwana, mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Imani pia ina tabia zake. Hebu tuzione. Imani inategemea neno la Mungu. Kisoma Warumi 10:10 anasema imani chanzo chake ni kusikia. Nako kusikia huja kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la nani? La Mungu. Kwa hiyo kumbe imani yenyewe inategemea neno. Neno la Mungu linasema nini kuhusu hiyo changamoto yako? Bwana Yesu asifiwe. Ombeni jambo lolote nanyi mtapewa. Na Mungu anasema kwa Mungu yote
yawezekana. Hakuna lisilowezekana. Unaona imani, lakini akili nakwambia hili aliwezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na hili neno la Mungu linakaa moyoni, akili ni kwenye ubongo. Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Imani inavuka mipaka ya akili. Yale unayoyaona yawezekani, kama wana wa Israeli nilipokuambia hapo mwanzoni, tazama kilichokuja kufanyika. Mungu anamwambia Musa, kwa sababu anamwamini Mungu, analijua neno la Mungu na Mungu alikwisha kufanya. Musa anachukua hatua ya kupiga maji kwa fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Imevuka mipaka, kizingiti kilichokuwa mbele yao. Ukisoma kitabu cha kwanza, kabla hatujasoma hicho kitabu cha Yohana 20:29, mtumishi wa Bwana Paulo anatuambia, Wakorintho wa pili ile sura 5 mstari wa 5, tunakwenda kwa imani wala si kwa kuona. Kwa hiyo kumbe maisha yetu tunafanikiwa kwa imani. Tukiona siku zote macho yana mipaka, yanatudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Hebu jiulize swali, au tujiulize kwa pamoja. Kwa nini watu wenye elimu kubwa wengi hawajafanikiwa kama watu wenye elimu ndogo au wasiokuwa na elimu? Hebu tafakari hili jambo, jiulize. Kwa nini? Jibu ni very simple. Issue ni kwamba watu ambao hawajasoma wanafanya mambo yao kwa imani. Hawana mambo ya kutake riski. Yeye ukimwambia Dar es Salaam soko la pilipili liko vizuri, anachukua pilipili anapeleka, aanze kufanya calculation ya factor zingine, mara ukikutana sujui na trafiki, mara sujui zikioza zingine, mara ukiibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wanafanikiwa. Lakini msomi ataanza mlolongo mrefu, mara atapiga simu asema tu sijui ufanye upembuzi yakinifu, mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Na nyie vijana wenzangu mnaoniangalia, Mungu amewapa neema, wakati mwingine Roho anaongea na nyie. Hebu simameni katika kumwamini Bwana, simameni katika imani, fanya take risk. 2026 watu watakao kuwa na raha ni watu watakao take risk. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu watakao simama. Roho kawaambia fanya hivi, moyo umesema wanafanya. Haijalishi mazingira yako namna gani, au watu ndio watakao toboa katika maisha ya kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Bwana unayenisikia, ili jambo liweke moyoni. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu wa Bwana mmoja anaitwa Tomaso. Tomaso hakuamini kama Yesu amefufuka. Alitaka aguse ubavu wa Yesu na viganja vya Yesu. Yesu alimwambia kitu kimoja Tomaso. Kweli alimgusa, lakini akamwambia wanaheri wale wanaoamini pasipo kuona. Kumbe mafanikio yetu watumishi wa Bwana yako katika imani. Macho yetu yana mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni iko hivi na ni rahisi. Imani utangulia na kisha ufuata kuona, na sio kuona kisha imani. Sio kanuni ya maisha ya kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe watumishi wa Bwana. 2026 tunatangulia na imani, kisha kuona yatakuwa matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Fanya maamuzi, usitake ufanane na mtu. Fanya hata kama watu watakuona umekuwa mweo. Fanya kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Wakiona matokeo wataamini. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtumishi wa Bwana Martha, habari za kufufuka kwa Yesu Kristo. Martha alikuwa na mashaka. Yesu anamwambia Martha, ile Yohana 11:40, sikukwambia kwamba ukiamini yote yanawezekana? Katika imani yote yanawezekana. Tunasema mwaka 2026 yote yanawezekana. Tumekaa kwenye mazingira magumu, kwa jina la Yesu tunachukua hatua, tunaondoka mahali tulipo. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira yatatuzuia tena. Kama Bwana kaleta wazo, kama Bwana kakwambia kitu moyoni, hatuanzi tena calculate risk, tunateki action. Na Mungu atakupa raha. Mungu anawatafuta watu kama hao, awape raha watumishi wa Bwana wanaotembea kwa imani. Wana wa Israeli safari yao yote ilijawa imani, na ndio maana walifanikiwa. Tuko pamoja.
Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu 2026 unatembea kwa imani. Ni kweli lazima utumie akili, lakini imani lazima ichukue nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Akili isiitawale imani, imani itawale akili. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Bwana, tuko pamoja, tuko pamoja watumishi wa Bwana. Kuna watu hata mafungu ya 10 kanisani hawatoi, wanaanza sasa nimepata 10% ya faida, shilingi 100,000 nikiitoa hapa itapungua. Hapana, ukitoa hiyo 10,000 ya hiyo 100,000 uliyopata ya faida, yale yaliyofichika pale unakwenda kuyaona. Kuna vitu vimefichika uvione. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapotoa ndio imani na kwenda kuvifungua, ndio baraka zenyewe. Hautapata tena faida ya 100,000, utaenda mara 10 zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Bwana, mwaka 2026 ni mwaka wa mabadiliko kiroho na kimwili. Tuko pamoja, tuko pamoja watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu utembee kwa imani. Neema ya Bwana ikufunike. Usiende kwa kutegemea akili zako tu, lakini ipe imani nafasi katika maisha. Ungekuwa mbali ni ishu ya imani. Kuna mambo mengi uliwaza kuyafanya ukawa mwoga. Akili inaleta uoga kulingana na mazingira. Kuna mwenzako akaja akafanya, leo yuko mbali. Kuna wakati Bwana alikwambia ondoka nyumbani ulipo, nenda mkoa mwingine ukafanye biashara, ukaogopa. Leo maisha yako yamekuwa duni, hata kile ulichokuwa nacho kidogo kimeisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Bwana alikwambia toka mahali hapo, nenda kwenye mji fulani, ukaogopa maisha ya mji ule ni magumu. Hapana, kuna jambo Bwana anataka kufanya kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumishi wa Bwana Ibrahimu anaambiwa ondoka. Ibrahimu anaondoka, anaenda mahali asikokujua, ajua anaelekea wapi, huko akiwa na uchungu wa kuacha ndugu zake. Hiyo ndio imani. Kumbe ndiko Bwana anakwenda kumfanya kuwa baba wa mataifa, kuwa tajiri aliyefanikiwa. Ibrahimu alipata mifugo mingi na ng'ombe nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakubariki kwa jina la Yesu Kristo, mtumishi wa Bwana. Hata wewe ambaye unasita kuokoka, ni wakati wa kumjua Kristo. Mungu anayo mambo mazuri. 2026 utembee katika njia za Bwana. Hata kama kuna changamoto fulani katika maisha zilikufanya uache wokovu, au kuna mambo mengine uliacha wokovu ili ukiamini kwamba utayafanikisha na kumweka Mungu pembeni, rudi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira yasikufanye ukamwacha Bwana. Mazingira yasikufanye ukabadilisha mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Bwana, kuna wengine kwa sababu ya kazi fulani memwacha Mungu ili mpate kazi, kumbe ndio umeshipata kitanzi chako. Hapana, simama katika imani, mwambie Bwana, mimi nakuamini wewe, sitakuacha, nitasimama na wewe mwaka 2026, na neema ya Bwana itakuwa juu yako, mtumishi wa Bwana, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, mwaka 2026 utembee kwa imani, utembee kwa ushindi katika maisha yako, ukapasue milima, ukapasue bahari, mahali ambako ulikuwa umeshindwa kufika kwa sababu ya kutegemea akili zako. 2026 ukafike katika jina la Yesu Kristo. Kuna sehemu Bwana alikuelekeza ukashindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya mazingira, kwa sababu ya kutake risk. Kwa jina la Yesu Kristo, kama vile Bwana ishivyo, chukua hatua na neema ya Bwana itakutangulia, utafanikiwa kuliko kawaida. Bwana akubariki sana, uwe na amani ya Kristo. Uendelee kufuatilia vipindi hivi na kujifunza haya mambo tunayofundishana kwa vitendo, kuyatafakari usiku na mchana, na kuendelea kumwomba Bwana na kuyatunza moyoni, ili mtumishi wa Bwana utembee katika raha. Bwana akupe raha. Bwana atembee na wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.